Festo. Mbali na majibu ya serikali, lakini ukifuatilia ripoti ya Muhimbili inaonyesha kwamba vijana wengi wamepata tatizo la blood dialysis kutokana na matatizo ya figo na vitu vingine kutokana na pombe feki na pombe ambazo zimezidi content ambazo zinazaga mitaani. Je, wizara mbali ya kuzingatia biashara, nyinyi mna wajibu wa kulinda taifa kwenye afya za vijana. Wizara hii haioni kwamba kuwa na mkakati maalum, operation maalum kuondoa vinywaji ambavyo vimekuwa vikiangamiza nguvu kazi ya taifa letu? Mheshimiwa Waziri. Nakushukuru sana. Nichukue nafasi pia kumpongeza ndugu yangu Festo Sanga kwa swali hili muhimu sana. Ni kweli kama nilivyosema, moja changamoto ni hii ya matumizi ya kuzidi kiasi ya pombe, na hasa kama nilivyosema mfano kwa vijana, na kumekuwa na changamoto hizo mbalimbali ikiwemo hiyo ya figo na mambo mengine. Moja, kama serikali nimesema tunadhibiti ubora, viwango vya vinywaji hivi vileo. Lakini pili, pombe zile feki kupitia taasisi zetu ikiwemo TBS lakini pia FCC, Fair Competition Commission, huwa tunapita mitaani kusaka kwa kushirikiana na wazalishaji. Kwa mfano kwenye swala la feki, kweli kumekuwa na pombe baadhi ya feki, kwa mfano hata konyagi, baadhi ya wazalishaji na ambao sio waadilifu wanachukua zile chupa ambazo za pombe fulani wanaweka pombe kali ambazo zina madhara. Tumekuwa tukikamata, tunashirikiana na wazalishaji kuhakikisha tunadhibiti hilo. Lakini zaidi, Mheshimiwa Naibu Spika, elimu, tunaendelea kutoa elimu kwa watumiaji. Sisi wote tunatumia vileo, kuhakikisha unatumia kwa kiasi, lakini pia kufuata viwango na kuhakikisha ujiridhishe kwamba pombe unayokunywa ni ile ambayo ni mzuri na imetoka kwenye wazalishaji halisi, na badala ya kufuata, kwa sababu wengine wanafuata urahisi wa bei ya pombe. Nakushukuru sana. Nakushukuru sana Mheshimiwa Naibu Spika.